Okay, leo tunakuja kwa moto mwingine tena kutoka hapa ndani ya studio. Leo tunakuletea kitu kipya, hadithi hii mpya inayoitwa Maisha ya Mtaani. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli hii ya Mzabibu TV ili kuwezesha kusonga mbele zaidi na zaidi. Big up sana kwa wewe ambaye unaendelea kutufuatilia. Hii ni hadithi ambayo ni nzuri, imeandaliwa kutokana na wadhamini wetu hapa studio. Tunapenda tukuletee sasa. Wewe mpenzi mtazamaji, nipe macho yako, weka hapo mbele ya skrini yako ili uweze kuisikiliza na kuitazama vizuri hii hadithi. Hii ni hadithi ambayo inaburudisha, inaelimisha, lakini pia inafundisha. Okay, tunaanza hadithi hii kwa namna hii. Tunapata kumwona binti mmoja ambaye alikuwa jalalani akiokota makopo. Binti huyu tangu azaliwe na wazazi wake hakuwahi kupelekwa shule hata siku moja. Hivyo katika kukua kwake mpaka kufikia umri huu hakuwahi kuwaona wazazi wake wala ndugu zake. Hivyo alikuwa na maisha ya mtaani. Akaanza kutembea majalalani akiokota machupa, huku ameshikilia gunia lenye mafurushi ya takataka. Alijishibisha kwa makombo na vyakula vya jalalani, maana hakumwona mtu yoyote wa kumtunza. Maisha yake yalikuwa magumu sana. Afya yake ilikuwa ni ngumu sana. Ajui atalala wapi, ajui ataishi wapi, ajui ni wapi ambako atapata msaada. Kadiri siku zinavyokwenda, ni mtu wa kuendelea kuomba kwa watu. Akijaliwa kupata chochote kupitia kwa mtu, wakarapokea na kushukuru na kujishibisha kwa kuomba. Maisha yake yaliendelea na miaka ikasogea, huku moyoni mwake akiwaza. Akawa ni mtu mwenye mawazo sana, akawa ni mtu mwenye kutafakari sana. Siku moja akawa amekaa, akawaona watu wakila vizuri, wakifurahia, wamevaa vizuri, naye akatamani kwenda pale ili kushiriki nao, lakini hakuwa na uwezo wowote, kwa sababu jinsi alivyokuwa amevaa, alivyokuwa ndani yake, ni mtu mwenye huzuni sana. Akaamua kwenda kuomba chochote kile ili aweze kujishibisha kwa siku hiyo. Na aliposogea kumkatia tamaa, bali walimpatia kile walichokuwa nacho, naye alipokea kwa shukrani. Akakimbia huku akilia, akisema, ni lini ambayo nitakutana na msaada niondokane naye matatizo. Akawa ni mtu wa kutembea kutoka mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine, huku akiombaomba. Akawa ni mtu mwenye mateso sana, akiwaona watu anahuzunika walivyovaa vizuri. Akawa binti mwenye kutangatanga, binti mwenye kuhangaika kutoka huko na kwenda kule. Usikose kufuatilia sehemu ya pili itakayorushwa wiki ijayo. Ninakuomba ulike, ucomment pamoja na kusubscribe katika chaneli hii ya Mzabibu TV. Asante.